Assalamu alaikum, karibuni Pishi Rahisi. Leo nawaletea iftar menu idea. I hope mtapenda hii idea na mtajaribu kutengeneza na nyinyi pia kesho for iftar. Ni rahisi sana na pia kama mtapenda hii video niambieni kama mnataka niwaletee tena video nyingine kama hizi. Itakuwa ni mini pizza, sambusa, wali wa manjano na kuku, shurba. Na pia tutatengeneza na dessert basbousa. Mwanzo nitaanza na kutengeneza unga wangu wa pizza. Nimeweka vikombe 2.5 unga, ninaweka na hamira kijiko kimoja kidogo, sukari nusu kijiko kikubwa, chumvi, nimeweka na oregano, waweza kuweka mixed herbs pia. Nimeweka na siagi vijiko 2 vikubwa na ninaweka na maji. Ninakanda unga wangu mpaka ulainike. Ukishalainika nitafunika. Hakisha unafunika vizuri na nitaiweka kwenye fridge mpaka wakati nitakaohitaji. Alafu next ninatengeneza unga wangu wa manda. Naweka vikombe 3 unga, cornflour kijiko kimoja na nusu, chumvi kijiko kimoja kidogo na maji, na nitakanda unga wangu kama dakika 5. Recipe ya manda nishawaletea pia, iko kwenye account yangu kama wataka video step by step. Funika na uache nusu saa ama paka utakapohitaji. Sasa tutatengeneza marinade yetu ya kuku. Kama mnavyoona ninaweka pilipili boga ama pilipili hoho za rangi. Nimeweka robo ya yellow, robo ya red, robo ya green, naweka na jalapeno moja. Kisha nimeweka na dania, naweka na kitunguu thomu, tangawizi, naweka na kitunguu maji kimoja. Alafu nimeweka nusu kikombe yogurt, naweka juice ya ndimu 2. Kisha nimeweka siki kijiko kimoja kikubwa, chumvi kiasi, paprika kijiko kimoja kikubwa, chicken masala kijiko kimoja kidogo, nimeweka na thyme, kisha nikaweka na danajira na spices zingine ambazo utakazopenda waweza ukaweka. Nimeweka na tomato paste na ninachanganya vizuri kama mnavyoona, nimeblend mpaka kila kitu kimechanganyika. Baada ya hapo utachukua kuku wako mmoja ambao umemosha vizuri na utapaka marinade yako. Hakikisha unapaka vizuri. Funika na uache marinade masaa 2. Sasa nimerudi kwa manda yangu. Baada ya nusu saa nitaanza kukatakata manda yangu vipande 8. Kisha nitatengeneza madonge. Baada ya hapo nitachukua donge zangu na nitazisukuma zikuwe round. Baada ya kusukuma zote nitachukua moja, nitapaka mafuta vizuri. Kisha nitaweka unga kidogo. Alafu nitaweka pili juu yake mpaka nifike 4. Baada ya kuweka 4 tutapaka mafuta kama mnavyoona, nitaiacha hivi hivi. Kisha nitaisukuma na nitaanza kupima na nitakatakata size ninayotaka. Nitatoa edges mwanzo, alafu nitapima 7 cm
kila manda. Kisha nimeweka pani yangu kwenye moto. Nimeweka na unga kidogo, ninaweka manda zangu, nitapika mpaka ianze kufura. Kishaanza kufura nitageuza, nitapika upande wa pili. Na kisha kwa moto wako ni mdogo. Kisha utatoa kwenye moto na utaweka kwenye kitambara na utafunika vizuri ili zisikauke. Baada ya hapo, kama mnavyoona hapa, marination yangu ya kuku iko tayari, nimemarinate vizuri. Nitaiweka kwenye oven 250 degrees Celsius ama 230 to 20 degrees Celsius hapo mpaka iive kuku wangu. Itachukua kama 1 hour 20 minutes. Kisha nimerudi kwa manda yangu, nitazi separate. Kama mnavyoona zina separatika kirahisi. Alafu naanza kupika nyama yangu ya sambusa, nusu kilo nyama. Nikaweka pilipili manga, nikaweka na danajira, nimeweka garam masala. Alafu nimeweka na kitunguu thomu na tangawizi. Recipe ya sambusa pia, nyama ya sambusa pia nishawaletea, iko tayari kwenye channel yangu. Kisha mwisho nimeweka na chumvi, nitapika mpaka nyama yangu ikauke. Alafu nitaweka dania, pilipili ya kuasha na juisi ya ndimu. Alafu nitaweka kando, nitawacha ipoe. Hapa ninapika kuku wangu wa kustuff kwenye pizza. Natengeneza mini pizzas. Nitapika mpaka ibadilike rangi, kisha nitaweka spices, pilipili manga, chicken masala, paprika, manjano, danajira ama spices yoyote unaupenda mwenyewe. Nitaweka na kitunguu thomu pia na nitachanganya vizuri. Nitapika mpaka ive na nitaweka na chumvi kiasi. Kisha nimeweka na juisi ya ndimu moja. Changanya mpaka ive. Pika mpaka ikauke kama hivi. Iko tayari, weka kando. Kisha nitapika sauce yetu ya pizza. Nimeweka olive oil. Ninaweka na kitunguu thomu kijiko kidogo kama mnavyoona. Alafu ninaweka tomato paste kijiko moja kikubwa. Changanya vizuri, kisha nitaweka tomato nilosaga. Tomato kama 4 ama 3. Mimi nilitengeneza nyingi kwa siku hii, nikaweka. Nimetumia tu kama robo yake, iliyobakia nimeweka, nitatumia siku nyingine. Hata kuku pia nilitengeneza nyingi. Ikishachemka utaweka spices zako. Nimeweka pilipili manga, chumvi. Changanya vizuri. Funika mpaka ive. Kama mnavyoona hapa, bado kidogo ive. Nitaweka oregano ama Italian spices ama mixed herbs, kitu yote ambacho uko nayo utachanganya, utapika kama dakika 2 na iko tayari. Toa kwenye moto, weka kando. Kisha next nikapika shurba yangu. Leo ninatengeneza shurba ya vegetables na kuku ambayo iko na pia vermicelli ama tambi ndani yake. Weka mafuta, kitunguu thomu
kitunguu maji, pika mpaka ibadilike rangi. Kisha weka kuku wako. Weka kuku kama robo. Changanya vizuri mpaka kuku wako ubadilike rangi. Kisha utaweka karoti ulizokatakata vipande vidogo vidogo, utaweka na peas. Utachanganya vizuri. Alafu utaweka maji. Kisha utaweka na spices. Nimeweka pilipili manga. Nimeweka na danajira. Na nimeweka na turmeric. Changanya vizuri, funika na uwache ipikike mpaka karoti zako ziwe karibu kuiva. Baada hapo utaweka viazi ulivyokatakata, utachanganya. Kisha nikafunika tena mpaka viazi vangu vikaiva. Viazi vikishaiva utaweka vermicelli. Nimetumia aina hii kama mnavyoona. Ama unaweza ukachukua pasta pia ukazikatakata vipande vidogo vidogo, ama ukazivunja vunja, ama zile pasta makaroni zile ndogo ndogo kabisa waweza ukaweka. Utachanganya vizuri. Na hapa baada ya kuweka vermicelli haitachukua muda mwingi kwenye moto, itachukua kama dakika 3 tu na itakuwa tayari. Utafunika vizuri, utawacha ipikike, kisha utatoa kwenye moto. Kisha hapa nimeweka vitunguu maji vangu kwenye nyama baada imeshapoa. Nimeweka robo nililokatakata. Kisha sasa tutaanza kufunga sambusa zetu. Na hapa nimetoa unga wangu wa pizza kutoka kwenye fridge. Funga sambusa zako zote. Kisha sasa nimerudi kwa pizza yangu. Kama mnavyoona, kama nilivyowaambia, toa unga kwa pizza kutoka kwenye fridge kama 30 minutes before uanze kutumia. Katakata vipande vidogo vidogo, ama ukitaka weza ukaisukuma round kubwa alafu ukatekate kwa kutumia kata za round. Utakatakata size unaotaka, ama weza ukatengeneza madonge madogo madogo uweke kwenye pani yako kama hivi, ama kwenye tray yako. Leo nilikuwa nataka kujaribu hii design. Utawacha zifure kidogo, kisha utaweka utachukua kikombe na utapress kama hivi. Kisha ninaweka pizza sauce yangu kama mnavyoona nilitengeneza nyingi lakini sikutumia yote. Iliyobaki nimeweka kwenye freezer. Nitaitumia siku nyingine. Alafu next nikaweka kuku. Kisha nikaweka na pilipili hoho ama pilipili boga za rangi red, yellow na green. Na kichomisho nimeweka cheese, mozzarella cheese. Nitaibake kwenye oven 250 degrees Celsius mpaka ipate rangi kwa chini na kwenye sides. Kisha mwisho tunachoma sambusa zetu kama mnavyoona. Utazikaanga mpaka zipate rangi nzuri. Utatoa kwenye mafuta, utaweka kwenye sahani ambayo umekilia tissue. Na pizza yetu iko tayari, nimetoa kwenye oven kama mnavyoona inaonekana hivi, ina muonekano mzuri. Imeiva vizuri pia. Itachukua tu kama dakika 15 ama 12. Na hapa tulitengeneza for dessert, tulitengeneza basbousa. Kama wataka recipe ya basbousa niandikia kwenye comment unataka, nitawaletea. Na hiyo ndio ilikuwa menu yetu ya iftari ya jana. I hope mmependa. Kama mmependa basi
I hope mtajaribu kutengeneza hii iftari na nyinyi pia. Msahau kulike video, kucomment na kushare na wenzenu pia ili nao waweze kufaidika. Asante sana kwa kuangalia video yangu. Bye.